Mimi nimeota ndoto ni mjamzito. Yes. Na ujauzito sijui miezi miwili. Mimi nimeota ndoto na hii ndoto imeisha nitokea mara 5 kwa wiki 2 hizi. Naogopa. Nimeota kwamba mimi nina mtoto wangu. Alafu napewa mtoto mwingine na kila ninapotaka kumwacha kuna kuja watu wananiambia mbona umeacha mtoto mwingine? Inaonekana kwamba ni mapacha na mimi sitaki mapacha. Nikamwambia mbona kuna mwingine huku amesema anataka mapacha. Wewe hawataki. Akasema hapana mimi sitaki. Ilikuwa rafiki yangu mmoja hapa jana amezaa mapacha mara 4. Kweli. Sasa hivi jana tu alikuwa ananiambia pastor, nimechoka na mapacha. Yaani sasa hivi ana watoto 10 na amegonga mapacha. Anasema pastor, hivi kuna uwezekano Mungu anisaidie? Jamani, mambo ya Mungu ni ajabu sana. Mambo ya Mungu ni hatari. Haya mambo tuyatafute katika roho. Na tuyafuate katika roho. Kuhusu yule anayehitaji muujiza wa mapacha, hilo jambo linawezekana, lakini inategemeana. Ni sababu gani unahitaji watoto mapacha? Kumbuka kwamba kuna matakwa na maombi. Ni sababu gani? Je, iwezi kuwa ni kwa sababu ya upinzani? Labda mume wako ana wake wawili. Au wewe unakaa muda uzai sasa unataka mapacha. Ikiwa ni kwa sababu ya shindishano, hatuwezi kuomba. Ndio kwa sababu nimesema kabla ya kuomba tafuta mapenzi ya Mungu. Wewe ukija kwangu eti mchungaji niombee kitu fulani, nikiomba kutokutafuta kwanza mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako, hapana, nimekosea. Na ndio kosa ndugu zangu wachungaji wengi wanafanya. Kwa sababu tu mtu anakuja kwako, mchungaji niombee jambo fulani, huja unawapeleka tu katika rehema ya Mungu na kuanza kuomba. Hapana, ni vibaya kuombea mtu au sio muumini, maana hakuna muumini wa mchungaji. Wote ni waumini wa Mungu. Kuombea mtu ambaye unayemuongoza katika roho, kwa sababu tu amekutolea hitaji, usiwaombee kabla hujajua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Kitu ambacho mimi nafanya kujua mapenzi ya Mungu juu ya maisha ya Mungu, nafunga macho. Nataja jina zao mara 3. Nataja jina ile identity ya Mungu. The uncreated, the undivided. First existed perfect spirit. In whose existence all good became into existence. Nalitaja mara 3. Nataja jina la yule mtu, hizi ni siri. Lakini there is no selfishness katika ufalme wa Mungu. Hapana. Hakuna ubinafsi. Hakuna siri. Hapana. Siri, Yesu amesema hakuna kilichofichwa ambacho hakitawekwa wazi. Hata katika nuru, hata katika giza kipo. Kwa hiyo unalitaja jina la yule mtu kama mchungaji, unalitaja jina la yule muumini yule anaitwa muumini. Muumini wako mara 3, unamuita Mungu mara 3. Hii nimepewa iniambatanishe. Hii inasaidia kumwambatanisha yule mtu na Mungu. Amen. Ina maana Mungu akija, nimesema kuna macho ya Mungu na uwepo wa Mungu. Ni kutafuta uwepo wa Mungu kwanza, sio macho ya Mungu. Hata kuzimuni macho ya Mungu yapo, lakini hakuna uwepo wako. Kwanza tafuta uwepo wa Mungu. Uambatanishe yule mtu na neno la Mungu ambao ni Mungu mwenyewe. Mnapoambatanisha hapo, Mungu anakuja sasa, ananiletea wenyewe. Naona nafsi, nawaona katika nafsi. Haki ya Mungu. Nawaona katika nafsi. Hata walichokula jana, nikitaka kusema nasema. Hata umri wake najua. Naongea sasa kile ambacho amelenga yule mtu. Kwa hiyo mtu akija, nataka kutoa unabii, umevaa ndani, umevaa kitu fulani, huyo ni mchanga katika unabii. Kwa hiyo ana gharama ya unabii, lakini siyo nabii. Karama ya nabii na unabii. Kwa hiyo nabii haongei chote anachoona. Hapana. Nabii anaongea
kile ambacho ni muhimu. Ndio kwa sababu mtumishi wa Mungu fulani akaniita, akaniambia, ongea kile ambacho kitawafaidi watu katika wokovu kuliko kuongea kila kitu. Kuna mambo yasiyowahusu katika wokovu. Yaani unaweza kufikiri kwamba unamsaidia, kumbe unampoteza. Na hujaitwa kwa sababu ya kumpoteza, bali umeitwa katika kumsaidia. Unakuja kukuta tayari kashachanganikiwa. Na wewe ni sababu kubwa amechanganikiwa. Kwa sababu umemwambia mengine ambayo yamemchanganya, labda ambayo yatamtoa katika wokovu. Kwa hiyo ni mzuri kumwambia na kumuongoza katika wokovu na sio katika mahono. Kwa hiyo hata Mtume Paulo akasema hivi, kuna mambo ambayo niliyaona katika mbingu ya tatu. Na hayo mambo sistahili kuyaongea. Maana nikiyaongea yatachanganisha mambo. Na je, nimeitwa kuchonganisha au kupatanisha? Kwa hiyo ndio hivyo. Kuna wengine wanasema eti wanataka kuanza kukuita Prophet Imani. Unaonaje hiyo? Ni kweli wakuite hivyo? Prophet Imani. Kuna mmoja hata amenipigia simu akasema, Pastor, huyo ni prophet, huyo sio, huyo ni prophet. Katika kila hanguko la mtumishi wa Mungu kuna baraka. Mtumishi wa Mungu ukiona kwamba unapitia mambo mengi, usimlaumu Mungu hapa. Mungu anataka ujifunze jambo fulani kutokana na mapito unayoyapitia. The Apostle Paul akasema, we are seemingly broken, poor, but no, we are not. We have the possessions of everything. Tunaonekana kuwa watu tumechakarika. Tunaonekana kuwa maskini. Tunaonekana kuwa watu ambao hawawezi kutaminika katika jamii. But yet we still possess everything. Amen. Hivyo ni Mtume Paulo alisema. Na hajakosea, hakika hakuongea kwa nguvu zake, bali ni neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo nikasema kwamba nimeenda Kishasa. Kwangu mimi nimelaumu kwamba nimeenda kujisumbua na kupoteza pesa. Lakini nimekuambia kuna vitu vitano nilipewa na nilikuwa sijui maana yayo. Nilijua maana yayo katika yale masumbufu niliyoyapitia. Hujakosea ukiniita nabii. Kwa sababu pia nina hiyo huduma ya unabii. Lakini Mungu akaniambia siku moja nilivyokuwa Kishasa, mwambie Walesa. Akaniambia yule ana karama, ana huduma 5 ndani mwake. Na hizo huduma 5 ndo wewe unazo. Sasa kabla nataka kuondoka, akaniambia kwamba nimjulishe amrudie Mungu na atumikishe karama ambazo hatumikishi. Lakini amrudilie kwanza nani? Mungu. Baada ya kumrudilia Mungu atumikishe karama ambazo hatumikishi. Kwa hiyo inabidi tumesema kwamba Mungu ana huduma 3. Na hizo huduma 3 anajiheshimu na hazichangani. Yaani ukiwa unahudumia kama mwalimu, baki kwanza katika ule walimu. Usiuchanganye na unabii. Ukiuchanganya katika unabii utapoteza. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa sasa si operate kama prophet. Hapana. Kwa sasa na operate kwanza kama mwalimu au mchungaji anayeongoza watu. Kwa hiyo hiyo huduma nyingine ya uprofet, ya unabii nitaitumia, lakini sio kwa sasa hivi. Lakini ukisema kwamba pastor, ninahitaji 1 2 3 na hivi na hivi, mtumie Pastor Langi picha yako. Nitaomba na picha yako na jina lako na nitakupa suluhisho yote. Sio nitakupa, Mungu atatoa suluhisho lako. Kibinafsi bila Mungu ni mpeku na sina lolote. Ni mpofu. Kwa hiyo nitamhusisha Mungu katika hitaji lako. Kwanza nitaomba matakwa ya Mungu juu ya maisha yako.
Amen. Kuna swali lingine ambao mtu alisema kwa hiyo tusiombe bila kwanza tujue mpango wa matakwa ya Mungu maishani mwetu. Yes, kuna mtu aliongea maombi ambayo ningehitaji kuomba kabla hujajua matakwa ya Mungu juu ya maisha yako nini? Uombe Mungu akufunulie. Benjamin. Unajua ukimpenda mchungaji wako kanisani utamuombea. Nilivyokuwa Kishasa nilimpenda sana Walesa na nampenda sana Walesa. Kila alipokuwa namuombea mtu magonjwa, mimi nilimuombea Walesa. Nilimuombea Walesa kwamba Mungu amtumie yale magonjwa anayoombea yapone. Yaani kila Walesa alipokuwa anaombea muumini aliyekuja na matatizo fulani, mimi nimemwambia Mungu amsaidie Walesa, amshukie Walesa yale mafundisho yale magonjwa yatoke. Kwa hiyo naweza kuwa kanisani unamwombea mtumishi wa Mungu ambaye anakuongoza Mungu mtumie mtumishi wako, mfungulie mtumishi wako matakwa yako juu ya maisha yangu. Mungu msaidie huyu, mfungue macho mtumishi wako. Yaani upo katika congregation, upo katika kanisa, kutaniko la kanisa, na mchungaji wako anayokuongoza. Je, unamuombea Mungu? Ni matakwa ya Mungu yule mchungaji akuongoze wewe. Na kabla hujajua ni nini mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako, unaweza kufanya vitu kama hivi. Unapokuwa katika maombi, Mungu saidia mchungaji, fungua macho ya mchungaji fulani anayekuongoza aone nini mapenzi yako juu ya maisha yako. Kwa sababu Mungu labda hasikufunulie wewe, unaweza kuwa naomba kwamba Mungu akufunulie mapenzi yako juu ya maisha yako, lakini ndani yako wewe kuna vitu ambavyo Mungu anakufunulia lakini huoni, au unaoteshwa ndoto, unakumbuka usiku, unakuja kuamka tu hivi ndoto haikumbuki tena. Hiyo inakuwa kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo, kuna roho ambazo zinakuja kuiba ndoto. Kuna roho ambazo zinakuja kuiba mafunuo ya Mungu. Lakini inaweza kuiba mafunuo yako wewe na ikashindwa kuiba mafunuo ya mchungaji wako anayekuongoza. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wapo watu ambao wanapitia ndoto, wanaota ndoto na wanakuja kuamka hawakumbuki hizo ndoto. Ujue kwamba kuna vitu ambavyo unafanya ambavyo zinasababisha mafunuo ya Mungu yapotee juu ya maisha yako. Na kuna kuja roho chafu zinakuja kuiba zile funuo za Mungu juu ya maisha yako. Najua baraka ya Mungu juu ya maisha yako itatoka katika mafunuo ya Mungu juu ya maisha yako. Huwezi barikiwa katika nuru bila ufunuo wa Mungu. Hapana. Baraka ya kwanza ni ufunuo. Ufunuo wa Mungu juu ya maisha yako. Baraka ni pale Mungu anapomfunulia mchungaji au Mungu anapokufunulia kwamba wewe mapenzi ya Mungu ndo haya juu ya maisha yako. Hiyo ndiyo baraka. Na lolote lile ambalo utaliomba katika yale mapenzi kulingana na ufunuo, hakika yatafanikiwa. Kwa sababu utaombaje? Utamwambia Mungu, je, mimi waga nafanya hivi. Je, wewe ni mwongo kunidanganya? Hapana. Mfano, Mungu alivyonituma Afrika, akaniambia mwishoni nije hapa, na kuna mambo ambayo yatatokea hapa, na hapa ataniunganisha na watu, na hapa nitafungua hekalu
ambao nyewe mnaita kanisa lakini sio kanisa. Nitafungua sehemu ya kuabudia, alafu nitatoka kwenda sehemu nyingine. Hapa ataniongoza sehemu nyingine ambayo nitaenda tena, kule nitafungua tena na wafunza, naondoka tena sehemu nyingine hivyo. Sasa vita vikaja, na vita vivyokuja hata sijafanikiwa katika hilo lengo ambalo limenileta hapa. Naona watu wanauliwa na vita, guns shots. Yani M23 imekuja wakaishia tu about 20 kilometers away from here, 20 kilometers. Zikaishia kilomita 20 mbali na hapa ambako nipo, lakini 40% ya watu au 50 ya watu wamekimbia. Hata Pastor Langi nikamuita, Pastor, vipi, mpango ukoje? Akaniambia mimi naona niondoke. Nikamwambia Pastor, umeomba? Naomba kwanza kabla ya hujaondoka muombe Mungu. Na Mungu akaja kumwambia hapana, usiende. Lakini tumebaki na Pastor Langi hapa tukiona watu na majirani wanaondoka, watu wanauliwa masasi kila siku. Nikafanyaje? Nikaenda katika maombi, nikamwambia, nikaandika kwanza wimbo ambao unasema we are waiting for you, not a son of man, lie to me. You say to me, go to where your parents came from and make sure start with me to make it 10. But all I see right now, people are dying, people are running away. All I see right now, people are dying, people are running away. But still I am, waiting for you. You're the son of man, love me. Nikamwambia kwamba umeniambia nije hapa, na hapa kuna mpango wako juu ya maisha yangu, lakini ninachoona sasa ni tofauti ya kile ambacho ulisema nitafanya. Tazama, watu wanakufa, watu wanakimbia, nitabaki peke yangu. Na kaniambia kwamba ulipo vita havitafika, na wewe huwezi kufa, na kukimbia hutokimbia. Kwa hiyo ni jambo ambalo limenifanya kubaki hapa, na baada tu ya siku kadhaa hali ikawa sawa. Lakini watu wanajaa makambini kutoka hapa tulipo, ambao wanahitaji kurudishwa. Naona umahana wa kumsikiliza Mungu, naona umahana wa kuomba kulingana na mpango wa Mungu. Kwa hiyo ndio hivyo. Unapotafuta mapenzi ya Mungu, uepuke kufanya dhambi. Uepuke kufanya dhambi. Ni dhambi inafanya usikumbuke maono ya Mungu. Yaani tule tu uongo unadharau wewe. Wewe unadharau kwamba sio dhambi, ni uongo. Hiyo inachafua maisha ya Mkristo. Inachafua kabisa, na inafanya maneno yote ambayo Mungu anataka kuonesha juu ya maisha yako ipotee. Kwa hiyo roho wa giza bado wana nguvu juu ya maisha yako kupitia uongo, kupitia filamu za ngono unazozitazama, kupitia hiyo ndoa ambao unaishi hivyo, ambao sio ndoa. Kwa hiyo hivyo yote hayo yanazuia wewe kutokuongea na Mungu au kutokuona mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo kitu ambacho unaweza kufanya ukienda katika maombi au ukiwa unaomba, muombee mchungaji wako. Mungu, naomba umfunulie mchungaji macho ya kiroho, ayaone maisha yangu, unirekebishe kupitia mchungaji wako, aone njia ninazozitembelea,
aone ni nini mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu, kwa sababu dhambi zingine tunaishi ni kwa sababu hatujajua nini mpango wa Mungu juu ya maisha yetu, kwa sababu mpango wa Mungu juu ya maisha yetu umejaa na baraka. Na usidhani kwamba mpango wa Mungu juu ya maisha yangu ndio mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Au natoa tu vesi ya Biblia kusema kwamba mtumishi wa Mungu fulani aliitwa akafanya hivi na mimi nimeitwa nifanye hivi. Mfano maskari. Ukitaka kumhubiria askari kuhusu kuua, anakupeleka katika vitabu vya Mfalme Daudi, anakupeleka katika vitabu vya Agano la Kale. Mbona huyu aliuliwa na Mungu akamuita mfano Nebukadneza. Mungu alisema namtuma mtumishi wangu Nebukadneza. Alafu anakuambia Nebukadneza aliua. Nebukadneza aliua maelfu ya wana wa Israeli, lakini Mungu alimuita mtumishi wake. Hayo ndio mambo watakujibu. Lakini ndugu, hatupo katika Agano la Kale. Tupo katika Agano Jipya. Na haturuhusiwi kuuana japo wale wa zamani waliuana. Ni mapenzi ya Mungu tumtumikie katika roho. Ni sisi na watumishi wa zamani waligeuza yale mapenzi ya Mungu kuliko kumfuata katika roho, wakamfuata katika mwili. Na Mungu akawafuata katika ule mwili wao. Lakini baada ya yote tu, Mungu akafanyaje? Akawarudisha katika roho, na ndiyo Agano Jipya. Mwingine akauliza, je, kwa hiyo unamaanisha tusifate Agano la Kale? Hilo ni swali la mtu mwingine. Ahadi ya watumishi ya watu wa Mungu katika Agano la Kale, ahadi ya Mungu juu ya watumishi wa Agano la Kale ilikuwa ni kumsubiria Masia, ambao ni Yesu Kristo wa Nazareti. Na walimtumikia Mungu wakisubiri Yesu awaongoze katika haki na kweli. Kwa hiyo Agano la Kale iliandikwa na watumishi wa Mungu ambao waliahidiwa ukombozi wa Mungu. Ukombozi wa Mungu ni Yesu Kristo. Ukombozi wa Mungu siyo Agano la Kale. Agano la Kale ni nzuri kwa sababu iliwaongoza katika ujio wa Masihi. Iliwasubirisha wasubiri, mfano katika Isaiah, the book of Isaiah, kitabu cha prophet Isaiah. Nafikiri ni chapter 9, chapter 6 verse 9. Into us a son is given, into us a son is born, and he shall be called Emmanuel, the mighty God, God with us. And to his kingdom there shall be no end. Na katika ufalme wake inaongelea kuhusu ujio wa Yesu. Wale watumishi wa zamani wote waliomba salvation, walisubiria ukombozi, na wakamuomba Mungu wakisubiria ukombozi, na ukombozi ni Yesu Kristo. Agano la Kale liliwasubirisha watu na kuwafunza watumishi wa Mungu wasubirie uokovu wa Mungu, na uokovu wa Mungu ni Agano Jipya ambayo ni Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo ulivyouliza kwamba kwa hiyo namaanisha tusifuate Agano la Kale, Agano la Kale inamwongelea Yesu Kristo. Amen. Na hao watumishi waliopuliziwa na Roho kuandika Agano la Kale walisubiria ukombozi wa Mungu. Na ukombozi wa Mungu ni Yesu Kristo. That is true. Kwa hiyo kama tayari Agano Jipya ndiyo ukombozi, ambayo hii Agano la Kale ni nini?
ni mjumbe wa Agano Jipya. Ni kivuli cha Agano Jipya. Ina maana ni malaika wa ujumbe wa kuambia watu, subirieni wokovu wa Mungu unakuja kwenu nyinyi binadamu. Ndiyo Yesu Kristo. Ndio maana Yohana Mbatizaji alimtambulisha kwenye mto, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Sipo na nguvu hata za kutoa kiato chake. Kwa hiyo hilo Agano la Kale mfano ni Yohana. Agano Jipya ni Yesu. Lilimsubiria Masihi. Kwa hiyo ukisema kwamba ukishindwa kumfuata Yesu, unasema mimi ni wa Apollo, ni wa nani, nitatii amri 10 tu, nitosha kwa. Huwezi kuziweza bila Yesu Kristo. Huwezi kuziweza. Na hakuna aliyeweza. Na hao wote Mafarisayo, Yesu alipokuja, ilibidi wote wamkubali Yesu ili kwamba wapate wokovu. Na akawaambia kwamba if you do not believe that I'm here, you shall die in your sin. Yani utakufa katika dhambi. Hao waliokuwa wakizingatia Agano la Kale waliambiwa, mnapekua maandiko mkifikiri ndani ya maandiko mna uzima wa milele. Ni hayo Agano la Kale inayoniongelea mimi. Msipokubali kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi. Na Paulo katika kitabu cha Waebrania 6 akasema, and God swear you shall not enter into his rest. Na Mungu akahapa kwamba hawataingia katika nini? Katika pumziko lake. Kwa hiyo imani ni neno la Mungu. Tunaokolewa kwa imani. Imani ya nini sasa? Ya hili neno la Mungu. Hili neno la Mungu. Ndio kwa sababu nilisema una imani bila neno ya Mungu. Haiwezekani. Usijisumbue kwamba hiyo imani umeitoa wapi wewe. Huwezi ukawe na imani. Hiyo ni matumaini. Kuna utofauti wa matumaini na imani. Na matumaini bila imani ni bure. Ukitumainia kwamba Pastor Imani atanipa pesa kesho kwa sababu ameniahidi atanipa, una matumaini Pastor Imani atanipa pesa kesho, na kumbe huko nyumbani wamenipa pesa, na kumbe huko nyumbani nimeibiwa. Wewe, hiyo imani yako ni bure. Kwa hiyo usitumainie mwanadamu, umtumainie Mungu. Na Mungu ni neno takatifu. Kwa hiyo ulitumainie neno la Mungu. That is true, man of God. Na hilo neno ndiyo utakatifu. Amen. Kwa hiyo la sanctification. La sanctification. La parole. Ambao neno linasema bila huo huwezi kuona uzima. Huwezi. Ndio Biblia Yesu akauliza, tafuteni kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu. Yesu akasema, nitakuwa katika mkono wa kuume wa Mungu na uko nyie ndiko mtakaa. Kuume ni kitu chenye nguvu. Amen. Ndio. Sababu kuna mtu alikuwa anafikiri labda eti kuna Mungu yuko pale anakaa, alafu na kushoto endene Mungu Yesu atakuja kukaa pale. Hapana. Kuume ambao Yesu alisema nitakaa utakatifu. Alijua kwamba atakufa kwa sababu ya dhambi. Lakini hata baki dhambini kwa sababu yeye sio mwenye dhambi. Ni dhambi tu ambayo amevaishwa kwa ajili yetu sisi. Kwa ajili ya wokovu. Ina maana baada ya kuvaishwa dhambi zenu, sitabaki katika dhambi. Nitakaa katika mkono wa kuume wa Baba. Ina maana nitakaa katika utakatifu. Na uko nyie mtakaa katika utakatifu. Na maana wote ambao wameitwa na Mungu wameitwa wakae na waishi katika utakatifu. Na katika utakatifu tutaona mbingu ambayo ina dhambi. Amen. Mbingu ambayo ina vifo. Amen. Kwa hiyo asanteni sana kwa siku ya leo. Nadhani kwamba hayo yametutosha. Amen. Pastor Samadi sana, nimekuacha muda mrefu. Hamna tatizo. Nikasema jamani, inabidi uhudumie watu wengine. Na huko chini kunajaa watu. Yaani sisi huku tuko huku juu kwenye gorofa, ila huku chini kuna watu wengine na pia inabidi wahudumie. Na hata ulipokuja umenikuta niko na watu. Uko na watu chini. Kwa hiyo ndio maana nimeshuka kidogo, sababu alikuwa anauliza hamjamaliza huko, hamjamaliza Pastor Haji. Kwa hiyo nimeshuka kidogo nikawaeleza kwamba tuko na program na mtumishi wa Mungu hapo juu.
Kwa hiyo tunaomba mtusubiri, tukimaliza tutarudi tena huko chini. Kwa hiyo hata critics criticize criticize kama kuchambua, kusengenya, ujue hiyo ni mahuti, sio vizuri. Huwezi kujua hivyo, mbona huyo ametoka, huwezi kujua huko ameenda kuhudumia. Kuna mtu mwingine amecomment amesema wewe pasa rangi usiwe unatoka hapo hivyo kweli una roho wa Mungu, hivyo kweli roho wa Mungu anaweza akakuongoza kusema hivyo. Kwa hiyo tuwe watu ambao tuna judge na neno la Mungu. Alafu lugha fulani ya ukosefu wa adabu. Wewe unajua huyu mtu ni mtumishi wa Mungu na Mungu amesema ataishi katika watu. Kwa hiyo utamuona Mungu wa wapi usipomuona mtumishi wake? Uonaye mtumishi wa Mungu umemuona Mungu. Kwa hiyo ukimdharau mtumishi wa Mungu unamdharau Mungu. Kwa hiyo ndio hivyo. Tuweni na subira, tuweni watu wa upendo. Amen. Hata akiingia katika makosa mtumishi wa Mungu, uwe mtu mwenye upendo. Ndio kwa sababu nimekuuliza, je, uliwahi kumwombea mtumishi wako? Umeuliza hilo Nimeuliza. Yes. Kumwombea mtumishi wako, je, unamwombea? Hawa ni watu huwezi kujua vita ambavyo vita ni vingi sana. Vita ni vingi sana. Wanapitia vita vizito. Na hivyo vita ni kwa sababu yenu nyinyi. Shetani anajua hivi kupitia huyu atakombolewa. Kwa hiyo hiweni makini sana na kuteta, kujaji. Mimi huwa na wapa watu mfano pastor. Musa ndiye aliyekutana na Mungu. Amen. Na Mungu ndiye akamwambia wasioe binti ambaye sio Mwisraeli. Ila huyo Musa tena akaoa ambaye wakamjaji. Mungu akadefend. Akaja kwa dada yake Miriam. Na akapigwa lipo. Akamwambia Miriam, nani amekwambia utata mtumishi? And I think they got leprosy. Yes, leprosy na akafa. Sababu ngono ndio limuua. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo kujaji mtumishi wa Mungu Mungu wa hukumu. Achimwachieni Mungu hukumu. Mungu ndiye aliyemuita. Atamhukumu. Na Mungu mwenyewe atamhukumu. Na usidhani kwamba mtumishi anapoingia katika kosa haambiwi na Mungu. Anaambiwa na Mungu. Anaonywa sana. Na halali. Yeye mwenyewe analia. Mimi nimeingiaje katika haya? Mtumishi anapokosea. Iweni makini. Kwa hiyo yote mabaya tumwachie Mungu na tuombee watumishi. Amen. Tunahitaji maombi, maana ni mengi tunayapitia. Asanteni sana. Asanteni sana jamani, Bwana wabariki sana. Karibuni, bado tutaendelea. Leo imekuwa tu kujibu maswali yenu. Na bila shaka tumeyajibu yaliyo mengi. Labda turudie kidogo tu niongeze hii. Nilisema sio vizuri kusikiza mziki wa kidunia. Kwa sababu gani? Tatizo sio mziki. Tatizo ni yale ambao wasanii wanayafanya kwa kutafuta umaarufu. Mimi nikasema makafara ya makondoho nimeshatoa. Na hayo makafara tunayatoa ili wewe uupende. Na huko hizo kondoo zinakokwenda inakuja nini? Inakuja pepo inakuingia wewe kufanya uipende. Hata nikifanya wewe kule unalalama kwa furaha. Usifikiri kwamba ni jambo la kawaida. Hapana. Ni pepo anakuja, anawaingia wote wanaosikia. Kwa hiyo ndio kwa sababu nimesema sio vizuri kusikia mziki wa dunia. Kwa sababu kuna pepo ambao ipo nyuma ya ule mziki. Na yule mwanamziki ameutembelea ili upendwe na yeye awe maarufu. Kwa hiyo maarufu wa mwanamziki hauji kwa njia ya kawaida, unakuja kwa njia za sacrifice. Na sacrifice hizo ndo hizo kondoo. Hao akina wanamziki wa Tanzania, wanamziki wengi msifikiri kwamba eti wanaenda sijui Illuminati ndo wanapata pesa. Hapana. Pesa zinakuja katika huo mziki wanaofanya. Nikakwambia kwamba Freemason, Illuminati hamna pesa. Wanakupa ujuzi wa kufanikiwa katika kazi unayoifanya. Na katika kazi unayoifanya mziki ndo unafanikiwa, unapata pesa. Kwa hiyo unapata pesa kwa njia ambayo sio nzuri. Unapotoa kafara ya kondoo, watu hawaupendi mziki wako kwa ubora wako wewe. Hapana. Kuna pepo ambao anakuja kuwaongoza katika kuupenda. Na huyo pepo ndio anahitaji sacrifice ya watu sasa. Nakuta mahajali walikuwa wanaenda kwenye concert ya mtu fulani wakakumbana na ajali, mtu akafa.
Sio yule mwanamuziki hajui, amna, lakini ni pepo yule ambaye alitoa kafara yeye, inasababisha vile vitu. Ndio hivyo. Jamani, haya ya muziki tumewaambia muda mrefu sana. Msisikilize muziki ya kiulimwengu. Kumbe pasta pia ameyarudilia. Nataka kukanusha haya. Kwa hiyo kuna kule tunakoenda kutoa sacrifice. Waislamu wanasaidia wanamuziki sana kuzidi Freemason. Waislamu wanasaidia wana vyumba vya, yani wana elimu dunia. Katika elimu dunia waliomragai Muhammad ni jini. Kuna mkuu wa majini anaitwa Absufwani. Absufwani ni yule ambaye amemlagai Muhammad katika mambo mengi tu. Absufwani. Jina lenyewe. Ndo mkubwa wa majini. Hawa Waislamu wanatumia yale majini. Na unapotoa kafara ya kondoo unamtolea jini. Na unapomtolea jini, majini wanasambazwa sasa. Wewe ukisikiza mziki, majini wanasambazwa upi yawe kuwa maarufu, lakini hujue njia hii